Karibu tena katika awamu ya pili na ya mwisho ya siasa za kanda. Tunajadili swala zima la vurugu za Uganda, huko ambako baada ya Bobi Wine kukamatwa kumekuwa na shughuli za hapa na pale na mikimbio ya hapa na pale. Watu kamatwa na zaidi ya watu 37 kuuawa na vikosi vya serikali. Tunajadili swala hili na Bwana Mohamed Abdullahi, mchambuzi wa masuala ya siasa, na vile vile tunaye ndugu George Msamali, ni mchambuzi wa masuala ya usalama. Kuna ujumbe hapa kutoka kwa Augustine Changalwa, anasema anatazama kutoka Bungoma, anasema show iko fiti sana. Amechanganya sheng hapo lakini ni sawa tu. Mwalimu Tom Liambila kutoka maeneo ya Nangili pale uko Likuyani, anasema anafuatilia kipindi na anasema kwamba swala la demokrasia huwa ni nyeti. Bwana Msamali, unasemaje kuhusiana na hili swala la ukabila, alafu nchini Uganda, kisha Abdullahi atamalizia, manake alikuwa ameanzisha hiyo hoja. Ni kweli hiyo hoja kule Uganda ipo. Manake ukitizama kwa makini swala la siasa za Uganda, hivi sasa kuna mgawanyiko mara pili. Manake ukitembea kule Uganda utaambiwa kwamba kuna wale wanajiita kutoka magharibi mwa Uganda na kuna wale wanasema wanatoka mashariki mwa Uganda. Kwa hivyo kuna mgawanyiko mara mbili, na wengi wa wafuasi wa Rais Museveni ni wale wanatoka mashariki mwa Uganda. Ili hali wapinzani wengi ambao wanaungana na wao, ambao pia tunapata hili kabila la Waganda, ni wale watu wanatoka mashariki na wao wako ndani ya upinzani. Na nimetembea kule Uganda mwenyewe na nimezungumza na watu kutoka sehemu zote mbili tofauti, na utapata kwamba lalama nyingi kutoka magharibi mwa Uganda ni kwamba wao wanaona kwamba serikali ya Rais Yoweri Museveni inawagandamiza wao. Wale waliopo serikalini wanaona kwamba kuna dhulma ndani ya serikali. Wale walio katika huduma ya polisi kule Uganda pia wanalalamishi kama hayo. Unapata wale walio katika huduma ya UPDF pia wanalalamishi kama hayo, kwamba wao wanagandamizwa kisiasa na huduma ambao wanaitoa haitambuliki na serikali ya Rais Yoweri Museveni. Hapo Paul, ndio mimi naona hatari iliyopo. Manake kuna wengi wa maafisa wa polisi ambao wamewachishwa kazi kule Uganda, na hali kadhalika kuna wanajeshi wengi ambao walikuwa na vyeo tu katika kile kikosi cha UPDF ambapo pia wamewachishwa kazi. Na kama vile Abdullahi alivyosema kwamba ukiwa utamfikisha mtu kwenye ukuta, basi lazima atachukua hatua ambaye ataona kwamba ni ya kumtetea yeye. Na nilisema kwamba hapo awali kwamba taifa la Uganda lina utamaduni wa fujo na furugu na kutumia silaha, tofauti na mataifa mengine Afrika Mashariki. Kwa hivyo hatari iliyopo ni kwamba huo mgawanyiko wa makabila katika taifa la Uganda ni hatari kwa usalama wa taifa hilo. Na hili ni jambo ambalo serikali ya Yoweri Museveni lazima izingatie, hasa wakati huu ambapo wanatumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi wa taifa hilo. Na kumbuka pia hili suala la vijana, manake wengi wa vijana hawa hawamtambui Museveni kama mkombozi, bali hivi sasa wanamwangalia kama mtu ambaye anagandamiza haki zao, na wengi wanamuunga mkono Bobi Wine. Kwa hivyo ni lazima tuwe na makini sana, ama serikali ya Uganda iwe na makini sana jinsi inavyokabiliana na hawa vijana. Na waziri kujitokeza moja kwa moja na kusema kwamba tutatumia nguvu, basi ni kujaribu kuambia vijana basi pia nyinyi muwe tayari kwamba mtatumia nguvu hali kadhalika kuweza kukabiliana na tatizo ambalo lipo hivi sasa. Kwa hivyo ni lazima mataifa ya ulimwengu iangazie swala ambalo linaendelea kule Uganda kwa makini zaidi, ili kuweza kuzuia michafuko kama ambayo imeshuhudiwa hapo awali wakati wa utawala wa Rais Milton Obote, hali kadhalika utawala wa Idi Amin, ukaja utawala wa Binaisa Yusuf Lule, na mpaka tukapofikia utawala wa Rais Yoweri Museveni. Kwa hivyo hili ni jambo la kusikitisha zaidi. Na mzee Abdullahi, ulikuwa unazungumzia kuhusu pia kulikuwa na mgawanyiko katika swala la makanisa, lakini pia ningetaka ujadili hili swala kwa kiasi, kwa sababu upande wa Museveni unamchukulia huyu Bobi Wine kama mtu wa kawaida tu, mwanamuziki wa kawaida tu wa kufurahisha vijana katika hafla mbalimbali na kumbi ambazo ziko pengine mjini Kampala na maeneo jirani. Wamechaguliwa watu, Paul, kama unajua, ambao walikuwa husiki na siasa. Unamfahamu Bob Wine wa Liberia,
Alikuwa ni mwana soka, alikuwa anacheza mpira. Nafikiri huyu jamaa huyu ametokea kwa sababu yani ametoa sauti, ametoa ushujaa na ushupavu. Akampinga waziwazi, akamuita huyu bwana ni dikteta. Na hatuwezi kubali, anatudhulumu. Ndio maana watu wanamshabikia na wanamshangilia. Umeelewa? Lakini sio kwamba kwa vingine. Nafikiri yeye ndio sasa ndio sauti iliyoko ambaye ni sauti ya dhiki, sauti ya watu kulalamika, ukisema hivi kwamba tunaonewa. Na yeye ndio mwenyewe anatoa, ni shujaa, ni mshupavu na anaweza kuzungumza. Na vile vile pengine anaijua ile lugha ya kuweza kuwashawishi vijana. Anaweza kuwavutia vijana zaidi. Ningependa kusema kitu kimoja Paul, ambalo nafikiri ni muhimu. Pale ambapo Rais Moi, mzee Moi marehemu, alipo mpa madaraka Rais Kibaki, akampokeza madaraka, watu wengine walilia, wafuasi wa Rais Moi. Wengine yeye wakaona kwamba, tukaona hivi kwamba ameshindwa. Kusema kweli ni kwamba hakushindwa. Hiyo ilikuwa hatua moja kubwa, alicheza kadi ya turufu kubwa sana, kwamba alipokeza madaraka na akajiondoa. Ndio akapata salama, na watoto wake wakapata salama, na wafuasi wake wakapata salama. Sivyo? Kwa hiyo huyu Museveni anacheza. Unaona? Hii ngoma anayecheza ya kusema mimi nitakuwepo hapa mpaka mwisho, hujui hatima yake na hujui watu wako utawaacha katika hali gani. Ni vizuri mtu wakati ambapo mambo yametulia bado unapokeza kwa njia nzuri, unapokeza madaraka, kwa sababu hutaishi daima. Na unasikia mbio za sakafuni huishia ukingoni, na hiyo ndio hali ya maisha. Kwa hiyo yeye achane, na tunajua hatima ya watu wa siasa, uishi vibaya ni rahisi sana mambo yote kuporomoka. Kwa upande wa makanisa niitaja, hizo zilikuwa siasa za wakati wa Obote the man. Milton Obote alipokuwepo, kulikuwa na siasa hizo za dini. Lakini kwa sasa inaonekana kwamba makanisa yote, unaona, dini zote zinampinga Museveni. Wao Wakatoliki, wa Anglikana, wa Waislamu, wote wanampinga. Na wengi hasa katika ile maeneo ambayo alitaja mwenzangu hapa Msomali ya Mashariki, kuanzia Kampala, Masaka, Kampala, mahali ambapo Uganda, na hiyo ndio population kubwa. Na vile vile eneo la kaskazini lote huko Gulu wapi, hao wamekuwa katika state of emergency tangu Museveni ashike madaraka. Unafahamu wale Lord's Resistance Army, yule Alice Lakwena alikuwa na wale watu wa huko, mpaka leo hii watu wa Northern Uganda wako kabisa, hakuna amani wala hakuna vita. Ni eneo ambalo mpaka leo hii, na Museveni anaogopa na mwanasiasa yote, kwa sababu hao watu wa Northern Uganda pia ni watu wa vita na wapiganaji. Hata wanajeshi wengi wa jeshi la Uingereza walikuwa wanatoka sehemu za kaskazini mwa Uganda. Unamfahamu yule Okello aliyeipindua serikali ya Zanzibar? Alikuwa ametoka huko. Sasa kwa hiyo kuna hofu sana, mara nyingi watu kama Museveni hivi anawajua kabisa. Na pia unajua Museveni kabla hajatwaa, Okite Ojok alikuwepo, general mmoja kutoka Uganda, alikuwa ni mtu wa kabila la wa Obote, ndio alimsaidia kujenga lile jeshi. Unajua mbia mpaka na NRA ikawa hivi. Ndio wakamtoa, nafikiri ilikuwa Tito Okello au ilikuwa nani huyu Geoffrey na Binaisa, Yusuf Lule, hawa waliswagwa hivyo. Alafu hivyo ndivyo alivyoingia nani huyu Yoweri Museveni. Kwa hiyo njia ya pekee ambayo inafaa, na kama nilivyoeleza ni kwamba Waganda wamegawanyika hata hivyo. Sio kwamba eti wako kitu kimoja, population yao ni kubwa. Lakini unajua ukiwa na madaraka ni rahisi kuwagawanya raia. Ukabila upo, lakini watu wengi wanaona hivi kwamba watu wanaotoka katika eneo la Museveni wanafaidika sana katika serikali, wana utajiri. Family yake yenyewe inalaumiwa. Nadhani umeshakuona hizo video kwamba wana utajiri mkubwa, wameshikilia sehemu zote nyeti za kiuchumi kote nchini. Sehemu muhimu za kiuchumi ni wao wako hapo, wameshikilia madaraka. Na yeye pia ametajirika. Museveni alikuwa hana mali, lazima tueleze mali imetoka wapi. Na kama Bisinje ambaye alikuwa daktari wake, pia unamfahamu, alikuwa msemaji yake alipokuwa kule porini, ambaye tulikuwa tunawasiliana naye sisi waandishi wa habari. Alikuwa William Pike ambaye sasa ni editor wa
alianzisha hii kipindi Star, ndiye alianzisha hii gazeti la Star. Lakini kabla ya hapo alikuwa Uganda, alikuwa na gazeti inaitwa Vision, New Vision Naam. Lakini baadaye akakosana na Museveni, kwa sababu Museveni sasa akatokea akawa jamaa mwingine, sasa akaanza kuwa na ubabe, ile malengo ya kidemokrasia tena hakuna, utu hakuna, ugandimanzi ukaanza, unaona kiti kikawa kitamu sana, na akaanza kufanya mambo ambayo hayafati yale maadili ambayo yalikuwa mara ya kwanza watu wengi walikuwa tulikuwa tunamuunga mkono, watu wengi hata walikuwa wanaona kwamba aje Museveni, aje aishikilie, aweze kuleta serikali iliyo nzuri. Naam, asante sana. Kuna Wanyama kutoka Budalangi anasema Museveni ajiheshimu kwa kuondokea wengine. Alafu kuna John Muriuki kutoka Meru anasema Museveni ameongoza kwa miaka mingi, watu wamechoshwa naye na anafikiria jamii ya kimataifa inafuatilia mambo ambayo yanaendelea Uganda. Alafu kuna mwingine hapa anaitwa Agetia kutoka Kisii anasema siasa za Uganda ni chafu sana, sisi kama Kenya tunaweza pia kwenda hapo kama rais na naibu wake hawatasikizana, lazima tuwe pamoja. Alafu kuna mwingine amesema Museveni ana hulka za ajabu, siwezi kusema hivi maana inaweza kuleta utata. Hii ni shambulizi la kibinafsi. Bwana Msamali, unasemaje? Museveni katika hii kanda ya Afrika amekuwa na mikutano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, AU na kadhalika, amekuwa anaonekana kama mtu wa heshima sana, anapatiwa nafasi mara nyingi kuzungumzia masuala mazito kama ICC na kadhalika. Unafikiria hali ilivyo Uganda saa hizi huenda ikabadilisha mambo katika siku zijazo? Paul, hivi sasa vile umesema kwamba hapo awali wakati Museveni alipopata utawala katika taifa la Uganda, tulikuwa tunamwangalia kama kiongozi ambaye atakuja na sura mpya ya utawala. Alionekana ni kwamba ni kiongozi mkakamavu ambaye yeye mwenyewe alitoa taarifa akisema ya kwamba tatizo la uongozi barani Afrika ni kwamba kuna viongozi ambao wamekatalia serikalini. Na wakati huo tulikuwa kuna viongozi kama vile Mobutu Sese Seko kule DRC na wengine, Bashir kule Sudan. Na utapata kwamba wengi walikuwa wanamtarajia kwamba atakuja na mwenuko mpya kuhusiana na hali ya utawala barani Afrika, na alikuwa na ushawishi mkubwa sana, si Afrika peke yake bali ulimwengu mzima kwa ujumla. Lakini hali ilivyo hivi sasa, ile sura imebadilika, taswira imebadilika, na tukitizama mbinu zake ambazo amekuwa akitumia katika kanda hii, utapata kwamba yeye kule DRC alilaumiwa kwa kuhusika na masuala ambayo ya utovu wa usalama katika taifa hilo. Ukija Sudan Kusini, yale mauaji ya rais wa Sudan Bwana Garang, Museveni alilaumiwa. Na unapata kwamba uhusiano baina ya Rwanda na Uganda hivi sasa si mzuri, manake inaonekana zile sera za Museveni zinawakera wengi. Kwa hivyo ikiwa hali itakuwa ni hii, ni kwamba ikiwa kutakuwa kuna machafuko katika taifa la Uganda, basi itakuwa ni vigumu mataifa ya Afrika Mashariki kuweza kuingilia ndani ya mzozo huo na kuweza kutatua tatizo hilo moja kwa moja. Manake hivi sasa uhusiano baina ya Rais Museveni na marais wengine katika kanda hii, hasa hili jimbo la IGAD na hali kadhalika the Great Lakes, kidogo inatashwishwi. Kwa hivyo ni lazima tuangazie vizuri sana hali ilivyo katika taifa la Uganda, manake ikiwa kutakuwa kuna msukosuko ndani ya Uganda, hili ni jambo ambalo litaathiri usalama moja kwa moja katika kanda nzima kwa ujumla. Kwa hivyo Museveni si yule Museveni ambaye alichukua mamlaka mwaka 1989, ni tofauti kabisa na yule ambaye tunakabiliana naye hivi sasa mwaka wa 2020. Naam, asante sana ndugu Msamali. Ken kutoka Kangara, Busia County anasema ni vema tu kama Museveni na Bobi Wine wangeketi chini na kuzungumza ili kuleta amani nchini Uganda. Abdullahi, unasemaje kuhusu wazo hilo? Unajua Museveni ni mtu mwenye maringo sana, hawezi kubali kukana Bobi Wine. Na atamkana
Ndio hii shida ya jamaa hawa ambao unajua yeye na hata huyu Tumwini huyu ni watu wenye maringo, sijui maringo yanatoka wapi. Wana maringo mengine ambayo huwezi kufahamu. Unasahau kwamba ni mwanasiasa, mtu ambaye anatakiwa azungumze kwa staha ya aina fulani. Naam. Kuna jambo moja ambalo mwenzangu Msamali amesema ambalo ni muhimu sana tulitaje na tulizungumze, ni kuhusu sasa mbona mashirika ya kimataifa yamenyamaza, serikali za kimataifa zimenyamaza. Kabla ya sijasema hayo, kumbuka kwamba Museveni mahali alikuwa anaogopa zaidi ni mikoa ya kaskazini ambapo kuna wacholi walango wapiganaji. Lakini hii mikoa ya huku ni nchi ambayo kuna amani, watu wana chakula. Unajua njaa ndiyo inaleta shida. Kwa hiyo si wapiganaji hivyo, watu wa vita na fujo nyingi sana, wanaona hivi huyu atakwenda, tumwache tu muda wake upite. Mashirika ya kitaifa kwa nini hayajaingilia? Museveni pamoja na yule Mele Zenawi walikuwa na mkakati mmoja, wameiambia Amerika na wakaambia Uingereza na nchi za Ulaya kwamba sisi tuko katika mstari wa mbele wa kupigana na ugaidi. Sisi ndio tuko hapa kwa niaba yenu kupigana na ugaidi wa kila aina. Na wanasema ticking all the boxes. Na pia kwa upande wa maslaha ya nchi za magharibi na wa Amerika wako radhi kutenda yote. Naam. Mradi tu waikandamize nchi yao wasiingiliwe, lakini Amerika inawaunga mkono, Ulaya inawaunga mkono, ndio maana hawawezi kuingilia. Na hao ndio wanaweza kuleta mabadiliko, sio nchi za Kiafrika. Nchi za Kiafrika, unajua katiba ya AU inasema nchi moja isiingilie nchi nyingine, siasa zake za ndani. Naam. Na hata sasa hivi kule Ethiopia ni wale marais waliostaafu ndio wanapelekwa huko. Unaona sijui watafanya nini. Wakina Salif Johnson na nani, sijui Joachim Chissano, sijui watafanya nini huko. Hawana hawezi, hawako katika serikali. Naam. Sasa huyu Museveni ni hodari sana. Usimwone kwamba ni hivi. Amesha kuisoma jiografia ya dunia na akajua kwamba nchi za magharibi ni lazima azifurahishe, na anatenda yote. He ticks all the boxes. Anafanya yote wanachoambiwa. Yeye anasema hewala bwana, hewala bana. Na anafanikisha nini sera za nchi za magharibi vile watu wa magharibi wanavyopenda, Marekani inavyopenda. Wakiambiwa chochote na Marekani, atasema okay. Hata sijui Kampala, sijui unakumbuka, wanajeshi wa Marekani walikuwa wanakuja wanawakamata Waganda, hivi wanawakamata katika mji kama ni polisi wa nchi hiyo, na yeye mwenyewe akatoa ruhusa, nyinyi mnakubaliwa bwana, karibuni bwana, mimi niko katika mstari mbele. Hajali haki za raia wake, hajali kwamba hawa ni majeshi wa kigeni, hajali kwamba aliapa kwenye katiba kwamba atailinda taifa lake. Yote hayako, maslahi yake ndio muhimu. Msamali, sekunde 30 manake tunamalizia. Kwa kweli jambo ambalo linaendelea kule Uganda ni jambo la kusikitisha, na hasa tukizingatia kwamba huduma ya polisi na wanajeshi sasa wanatumika na serikali ya Rais Yoweri Museveni kugandamiza haki za Waganda. Hili ni jambo ambalo ni lazima likemewe na jamii ya kimataifa na hali kadhalika vyombo vyote vya dola. Manake ikiwa hali itakuwako hivyo kule nchini Uganda, basi tunarudi pale pale tu wakati wa utawala wa Idi Amin, na kutakuwa na machafuko ya ndani katika taifa hilo, na hiyo pia italete hali ya utovu wa usalama katika kanda hii ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Naam, asante sana. Imekuwa George Msamali ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama, na vile vile tumekuwa na ndugu Mohamed Abdullahi, ni mchambuzi wa siasa. Hatukuweza kumpata ndugu Ekanya, kulikuwa na tatizo la mawasiliano, lakini ndio hivyo, tumejadili swala zima la vurugu za Uganda na uchaguzi ambao unanukia mwaka ujao mapema. Mimi ni Paul Nabiso, endelea kutazama vipindi vya KTN News. Taarifa ya habari KTN leo wikendi inakuja kwa muda usiokuwa mrefu na Frida Mwaka.